Ila mimi nikwambie tu Abduli, sio kila shimo unalolikuta ni la kuliingiza mkono, mengine yananyoka. Mazishi yangu, mazishi yangu, haviishi visa kukicha kwenye haya maisha yangu. Maisha ni siri nzito maishani mwangu. Huyu ni nani kama si mimi? Alokufa nani kama si mimi? Huyu ni nani kama si mimi? Alokufa nani kama si mimi? Mazishi yangu, mazishi yangu, mazishi yangu, mazishi yangu. Zinuna, hivi mimi nikuelekeza vipi ndo unaelewe? Mimi nilipotoka hapa nimekwambiaje? Sijakuelekeza kama sitaki mtu kwa nimuone. Zinuna, mara ngapi naongea lakini mbona mnielewi? Kwa nini lakini? Ndio nini sasa? Huyo mpumbavu mwenzio naye alikuwa anaongea sana ndio kimtokea nini sasa? Kwa nini mnashindwa kunielewa lakini? Mama kipumbavu Zinuna. Nikuache? Sawa, mjinga mimi. Nimepambana kwa ajili yenu nyinyi. Mjinga wewe. Kwa bila mimi kule ingekwaje? Isi aibu ile. Sawa. Nitaongea na mama yako. Haviishi visa kukicha kwenye haya maisha yangu. Maisha ni siri nzito maishani mwangu. Wewe vipi? Kwani kuna ubaya wa mimi kuja kuangalia mazingira ya nyumba yangu? Ama kuna ubaya wowote wa mimi kuja kuangalia mji wangu? Nimeumisi sana mji wangu. Kwa hiyo nikaona sio budi nikaja hapa nikatizama mazingira ya nyumba yangu kwa sababu nimepamisi sana. Kwani kuna ubaya? Yule brother ananichanganya. Wewe ushaondoka kwenye huu ulimwengu. Asa unavyofanya hii issue ya kuja hapa kama ndugu yako unanivuruga kaka. Ni kweli mimi nimeondoka katika ulimwengu, lakini kiroho bado niko nawe. Kwa hiyo nimeona leo nije nipatembelea hapa nyumbani kwangu, nijaribu kuangalia mazingira ya nyumba yangu, na ni kweli panavutia,
lakini sio kama huko nilipo. Na pia nimekumisi sana mdogo wangu, nikaona ni heri nije nikuone. Vipi kwanza, uhali gani kwanza? Yaani namaanisha ujambo? Mimi si jambo, ila kwa haya mazingira yanavyoendelea, kama afya yangu pia itateteleka, kwa sababu sielewi. Mdogo wangu Diata, mimi ndo ninayekupenda na mimi ndo ninayekujali. Nilipokuwepo ni sehemu moja nzuri sana, ina amani na utulivu, hakuna kelele, hakuna fujo ya aina yoyote, hakuna hata mtu mmoja anayeumwa. Kwa hiyo nikaona ni bora nije hapa. Nimeondoka hapa mimi nikiwa naumwa, lakini sasa hivi hali yangu ya kiafya ni nzuri kabisa. Kwa hiyo nikaona si vyema nije nikutembelee, na pia nije nikuchukue nikuoneshe sehemu ambayo mimi naishi. Kwani kuna ubaya mimi kuja kukufuata wewe? Brother, natamani nipajue unapoishi, ila naona kama muda bado. Hapana. Mimi naomba leo mguu wangu mguu wako, twende nikakuoneshe mimi napoishi. Pana amani sana mdogo wangu, na utapapenda sana. Muda ndo huu, hakuna muda mwingine. Twende mdogo wangu, hebu twende. Wewe vipi mdogo wetu? Nini? Kitu gani? Mbona katuharibiane siku sasa? Kaka. Nini sasa, ongea sasa. Kitu gani? Kaka kaja kunifuata. Kaka fanyaje sasa? Unajua hata mimi mwenyewe sielewi. Mimi nimeona kwa macho yangu hivi. Kaja ananiambia eti anakuja kunifuata niende huko anakoishi yeye. Kaka yupi? Yaani nyosha maelezo, kaka yupi? Si huyu marehemu. Marehemu? Mazishi. Hayo sasa mengine. Mazishi yangu. Mazishi. Mazishi yangu. Ujio wa leo mkuu wangu, katika mazungumzo ambayo tunaongea kila siku, mimi niko tayari kuleta barua ya posta ili mradi kijana wangu amuoe binti yako. Sawa, barua umetoa sawa, ila nilikuambia mahari ya kichwa cha mtu ambaye amefariki miaka 50 iliyopita umeleta? Hilo wala halina tatizo lolote mkuu wangu, na niko tayari kutoa wakati wowote, muda wowote, saa yoyote kuanzia sasa. Sawa, naomba unikabidhi hicho kichwa. Mwanangu ameolewa. Mwanangu limemuoza. Kwa wingi. Ndugu zangu, sikilizeni. Pale dogo kalala. Na baada ya kulala tukio lililotokea pale dogo kastuka. Anadai kwamba huyu kaka marehemu kamfuata ndotoni, anamvuta ampeleke huko anakoishi. Sasa matukio kama haya kidogo yananistaajabisha. Sikuwaambia. Nimemkuta Naga anazungumzia kwamba msiba umetokea, tayari jamaa ameshafariki, kilichobaki ni kufanya yake. Hapo ndo aliponichanganya. Haya yake anataka kufanya ni yapi? Kwa hiyo nikijumlisha tukio hili la huyu dogo kustuka na maneno aliongea pale bwana Naga, mimi nilikuwa naongea lugha akajua kama yuko watu hawatoelewa, ila mimi uzuri Kimakonde naelewa, japokuwa sijakaa kule Makondeni.
Hebu ngoja niulize swali kwanza. Hivi msiba una nini huko ndani? Maana kuna vitu ambavyo vinaendelea vya tofauti kabisa. Hivi mtu amekufa kwa hali kule huko ndani? Au kuna mtu ambaye anapata faida kupitia huu msiba? Hivi kweli kuna mtu ambaye anaweza kanufaika kwenye msiba wakati huu msiba ni wa ndugu yetu blaza? Unanufaika vipi sasa msibani? Unanufaika vipi? Sikiliza bro, nikwambie. Ndio. Ujue kuna hili tukio la msiba. Ndio. Hata mimi pia bado sijaelewa tukio lililotokea. Kama wewe uliweza kuzunguka nyuma ukamkuta yule bro Naga anaongea na kusema kwamba yani kwamba bado kufanya yake. Hayo yake yepi? Kwa sababu ninachokijua mwili bado upo mochwari. Na yeye anasema bado kufanya yake. Ujue hili tukio hata mimi pia linanipa wasiwasi. Na wasiwasi yake kwanza inatakiwa tukapumuzishe uje mwili tukaupumuzishe sehemu salama. Alafu hayo mengine tutakuwa tunayaangalia kipi ambacho kitatujili mbele ya safari. Kwa sababu ukiangalia katika huu msiba unaonekana kama wana matukio ya mauzauza fulani. Mpaka dakika hii sijaelewa nini shida. Lakini ninachokiomba tujaribu kumsaidia pale kaka mdogo aliobakia. Maana kama aliweza kumlotea kwamba anamuita na kaka yake kule alikokuwepo. Ujue kama hapo pana tatizo kubwa. Karibu sana ndugu yangu. Kaka mimi nashukuru. Ndio. Umefika lakini pia naona mabadiliko, mambo sio mabaya. Hivyo ndugu yangu tunapambana. Ndio vizuri unayotakiwa hivi. Pia hata wewe ulivyoondoka hapa na ulivyorudi tofauti kabisa. Naona mwili minawili sasa hivi kidogo mambo sio mabaya. Ni kweli, unajua maisha bwana yanabadilika. Sio siku zote nilivyolala jana nilipotaka kuamka leo. Kweli. Niambie. Bwana mimi nipo na mapambano hapo ulivyotuacha ni vile vile tuamna mabadiliko eneo yote. Ila kikubwa safari hii ukiondoka kwenda tena huko migodini sijui wapi huko ulipoenda wewe. Hii chuma tunaondoka wote. Hilo sio tatizo. Wewe mimi ni ndugu yangu. Kwa hiyo siwezi kuweka namna fulani kwa upande wangu eti niseme labda na wenyewe wanaita ile nakubania. Hapana. Nafikiri hilo ni jambo dogo sana. Kweli. Ni wewe tu kujiandaa, tunaondoka. Hamna tatizo. Ila jambo moja ambalo litanikwamisha. Nini tena? Bwana mimi nitaka kuoa. Lakini mama akasitisha ile ndoa. Alisema yeye kuna mchumba ambaye amemtafuta mimi kunitafutia. Kama ni mwanamke mzuri, ana heshima na pia anapenda awe mkwe wake. Kwa hiyo pia hata mimi sipendi kumwona mama yangu anahudhunika au ananichukia kwa sababu vitu vidogo vidogo katika hii dunia. Kwa niko na bora nimsikilize yeye. Na pia akaniambia kwamba kama kuhusu masuala ya fedha kwenye hiyo familia zimejaa. Unielewa? Kwa hiyo mimi namwangalia tu yeye mama. Nitafanya hivyo ambavyo anataka na kama ikiwemo kusema kwamba yule mwanamke ana fedha sio na nini, nitabakia nitaendelea kuwa na yeye. Ila ikiwa tofauti na hivyo ambavyo mimi au yeye mama amezungumzia, tunaweza kuondoka tu wote. Ni sawa. Labda mimi nikutoe wasiwasi kama nilivyozungumza hapo mwanzo. Ndio. Kwamba wewe mimi ni ndugu yangu na siwezi kukutenga kwa namna yoyote. Kwa hiyo kwa vyovyote tutakavyokuwa, kama ni kufuatana tutafuatana na kama ni kubaki wa utabaki, lakini mimi niko pamoja na wewe. Japokuwa kuna jambo umelifanya sijafurahishwa nalo kiukweli. Unataka kuzungumzia kuhusu Batuli? Kumbe unafahamu. Huyu ni nani kama si mimi? Alokufa nani kama si mimi? Huyu ni nani? Zinduna. Sasa unisikia udharau. Sasa nisikilize. Mimi hapa natoka naelekea msibani. Sio, umeelewa? Sasa nikuone umetoka hapa umeelekea msibani kama jana. Hawezi.
nitakuja kumfanyia kitu kibaya ndugu yako, sio poa, kwa sababu nyinyi wapumbavu, na huyo ndo anakushawishi wewe mambo yote kipumbavu yote. Sasa ni mara ngapi naelekezeni? Zinduna, mimi hapa ndo kaka yenu, mimi ndo kila kitu. Sasa msiponisikiza mimi mkamsikize nani? Sasa toka kama jana, alafu njoo msibani. Nikirudi msibani, nikifika hapa nataka nifanye kitu kibaya ndugu yako huyo. Narudia tena, nitamfanya kitu kibaya ndugu yako huyo. Wewe utakuja kwamba kweli bro ameamua. Pumbavu mkubwa wewe. Dada, usilie. Nenda. Mimi niko tayari kupata adhabu yote. Nenda. Nenda dada. Achana naye, usimsikilize. Dada. Zinduna. Dada. Zinduna. Dada. Huyu ni nani kama si mimi? Alokufa nani kama si mimi?